When I met them, I realized one thing. No matter the amount of money we will contribute to the family, and hata watu wa family tutatolewa pesa zote, but these kids have a decision. Sheila said very well, hawezi acha brother yake. That's number one. Number two, ali-advise brother yake wa change account. Wakifungua paybill ilibadilishwa mara 4. Now the advice was coming from Sheila because there was a dispute. Kulikuwa na shida. Kulikuwa na ule nani in-law alikuwa anaongea, ule mzee. Alikuwa akaenda kanongonezea familia. Kwanza familia ilikama up na Brian ni mvuta bangi, hata manage account. But Sheila told the brother hakuna kutoa pesa yoyote kwa familia isipokuwa waone kitu ambayo inafanywa. Hata kwa matanga muliona it was late. Matanga mazishi ilifanywa late. Hata tents ziliwekwa tuko kwa ground. Unaweza uliza watu walikuwa hapo. It was a dispute because the family wanted to take the money from them. But wakakaa wawili wakaamua hawata control, tajicontrol. Kama ni pesa ya hii kitu itaenda, kama ni pesa ya hii itaenda, kama ni pesa hivi itaenda. And they had a meeting before. And the brother and the sister are so smart, nobody can outsmart them. I tell you, they cannot be outsmarted. Na walifanya kazi ambayo ni excellent, wakuwa wawili. Hata naweza kukuambia committee haikuhusishwa kwa mazishi. Wacha sasa nikwambie, committee haikuhusishwa kwa mazishi. The person who was to be consulted was Brian. Na Brian na Sheila walikuwa wamepangwa na mama yao. And the words are in their minds. Hata sahi. Hata sahi the mind, nilitoka hapo almost saa 2. So hata baada ya mazishi they went to a meeting again. I met Mwiti na Mwiti anaweza kuja attest hapa. Nikamwambia what about Brian? Akasema anataka Brian atoke wapi? Nakuru. Little did the family know that there are some assets that our watoto walikusanya without their effort ya wazazi. Hata sasa tukipanga hao watoto watapangua mipango yetu. They are smart. They know what they want. They know what life they want. Sikulikuwa na mtu amejitolea achukue Brian ampeleke UK. Why was the offer cancelled? Mkisema Brian ataenda na Sheila ama Sheila ataenda na baba yake, na already Sheila ameshasema haendi bila brother yake, amwachi. Because they know they are only 2. Na kuna wada waliniambia they are the only family remaining. Hata mtu akatae, that is the reality. They are only the family that is remaining. Wangapi? Hata siku ya jioni wakifanya mikutano kwa nyumba mama yao, Brian aliwafukuza. Why? Sheila aliwaambia they are using their home vibaya. Walifukuzwa. Kwani anko yao aliniambia? Usi anko ule nilo aliniambia walifukuzwa. Waliambiwa endeni mkafanye meeting kwingine. This is a confined place for our mom. Hata tukitafuta nyumba, hata mngangane aje, hakuna saa yenye tutakuja kuwapangia watoto. Now the only thing we can do to them, maybe it is the support that you are saying in terms of finance. But advising them, no, hakuna advice. Kama wamefukuza watu mara 3 kwa meeting, kaambia hatutaki hizo meeting na wakatoroka, si wao walikuwa wajanja? Hao watoto walielewa kwa njia yenye wanajua what is right and what is wrong. Na msione ule msichana anaitwa Sheila kama ni mdogo ati ako shule, ni mdogo, haelewi kitu anafanya. She will only tell you what they want you to know. What you want to know from them, they will never tell you. I'm telling you as a person mwenye nilikuwa kwa ground. I saw everything being conducted. Na hata jioni, uliza hata kina Obidandela. Jioni hiyo nyumba by saa 1 kulikuwa na watu wachache sana. Everybody was told to go. Ni vile TikTokers hawaongei vile waliambiwa endeni. Because they never wanted to turn it into dramatic. Waliambiwa waende. Na ndio waambiwa waende because meeting acha nikwambie. Saa 2
familia ilikuja ikakaa kwa meeting kwa nyumba ya mama Brayo. Nani aliwatoa? Nani aliwatoa kwa hiyo meeting? They went because the kids left. Watoto walitoka wakawaachia hiyo meeting. Unaelewa? So I know basically these kids they were brought up in a way that they understand what is life. Hata kama it is not about age. Wachana na hao watu wako 60 years na wanafikiria kama watu wadogo. They are wise. Bona walichange pay bill, wakachange wakaja kuweka hiyo ingine. Bona walichange account and they are only 2. Ni wadogo basi vile mnasema. So hata saa hii mkija hapa tukae meeting tupange ati watakaa aje. They already know how they will live. The only thing that we can do is supporting them maybe by that finance that you are talking about. But about kuwapanga, mutashinda kwa TikTok. Mutashinda hapa, mutalia sana. Mutangangana kupiga kelele tunataka wafanye. They will do their own way. I was so surprised to see them conducting all these things. And even Brian was so much courageous, hata alikuwa so much confident in telling the family that he does not need them. Siku moja alikuwa anatoka. Akaamua atatoka achukue sister yake atoroke na yeye. Awaache hiyo matanga. It was for the aunt mwenye alikam through kuambia hapana, let us solve this. Alikuwa amewatoroka, alikuwa amewaambia sisi tunawaacha mumuzike basi mama yetu because we are good. Lakini wakaamua let us attend because it's our mom. Sasa sisi tunawapangia nini? Sisi kinye tunaweza fanya tu ni kuja kwa live basi wakuje, we support them, we send them. Hata huyo baba ya Sheila and Brian and Sheila, they are in good connection and good communication. So you think that sai Sheila ajui mama yake hayuko ama Brian ajui mama yake hayuko? So you think that they will not run their mother's assets or what? Family ilisema Millie aliuza kila kitu. Si ndivyo walisema? Na assets zilitoka wapi? I will not want to talk about that too much. Ilitoka wapi? Documents zilitoka wapi? Si ni walitafuta wako wawili tu. So we cannot plan these kids. Let us be honest. We cannot. They are smart. They know what they want. Umesikia? Unaona? They are smart. They know what they want. Sasa sisi TikTokers, starting from me and you and others, we should pull out of their agenda ya kusema sijui wataishi aje. Wao wanajua kuishi. Waje nikwambie. We just support them. Whatever they tell us, tuna support tu. Whatever they tell us, we support them. Yes. Familia ilisema mpaka mama yake aliuza gari. Ulisikia watu wakisema mama yetu aliuza gari? Ulisikia mahali walisema mama yetu aliuza gari? Walisema mama yao ameuza gari, hakuna nyumba, hakuna nini. Let me tell you something. They come and concur with you and say, okay, your gari imeuzwa. Because they want you to hear what you want. What you want, but they will not give us what we want. Hata sasa ukianza kungangana kusema jana Brian alisema aliuzwa gari. Najua sana mulisikia aliuzwa gari. That is what you want to hear. These kids are smart. These kids are smart. You cannot understand this statement, but these kids are smart. Tuache tu, tulie tu. It is not about mind game. Tunangangana nini? Na wanajua. Mi Brian nilimuuliza. Enda uliza Dula. Wakati Brian aliingia kwa tent, nilikuwa namuongelesha nikamuuliza, is everything okay? Akaniambia everything is under care. So say whatever we can do, we can only support them by giving them the finance. Sitaki kwenda sana hapo ndani. But mbona walikuwa na deni ya nyumba? It was not their obligation.